للطائفين والعاجزين والركع السجود. رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وقيل وفد الله ثلاثة: الحجاج والمعتمر والغازي. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، أنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu waumini watukufu wa Kiislamu ambao tumejaliwa kuhudhuria ibada tukufu hii ya leo ya Ijumaa, mshukuru Allah kutuwezesha kuwamo katika watu ambao tumeweza kuhudhuria kabla malaika hawajafunga daftari la mahudhurio. Maana ikiadhiniwa adhana hii ya pili na khatibu akaanza kuhutubu, malaika wanafunga usajili wa waliohudhuria kutoa swala ya Ijumaa. Sasa sisi tulioko msikitini, basi na tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusajiliwa na malaika. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tumo katika mwezi wa mfunguo pili, Dhulhijja, mwezi ambao tunazungumzia mambo yanayohusiana na ibada ya hija. Tutayazungumza mpaka hija imalizike, na tunaangalia na mambo ambayo yamejitokeza katika mwezi huu wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, kwanza leo Mungu anijalie, nataka tuzungumze matukio mawili baada ya kuwanasihi wenzetu wanaokwenda hija. Kila siku tuna wanasihi wanaokusudia kwenda hija na wale ambao watajiandaa kuhiji hata mwaka au miaka inayofuata. Jambo kubwa ni kujitambua. Tunalirudia sana jambo hili la mahujaji kujitambua. Wasijitambue kwa fedha, wakajitambua kwa uwezo. Wajitambue wao ni akina nani mbele Allah. Allah anawachukulia vipi? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi tunapozungumza kwamba mahujaji wanakwenda Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia bwana, hao mahujaji, hata msipowaita mahujaji, hao ni wafdullah, hao ni wageni wa Allah. Kwa hiyo tunawaambia mahujaji
kwamba unapotia nia ya kwenda Makka na ukajisajili ukaingia kwenye mfumo, basi wewe unajulikana kwamba wewe ni mgeni wa Allah. Na vile vile ukiwa mgeni wa Allah unapaswa kuelewa nini ofa zako alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ziko ofa maalumu ambazo Mwenyezi Mungu anawapa mahujaji au hao wageni wake. Sasa na hizo unapaswa uzielewe, na sisi tunapaswa tuzielewe, ili tunaponuia kwenda katika hija tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu anatupa ofa hizo na tuweze kuzitumia. Ofa ya kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ambayo wanapewa watu hawa, ni kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwamba wakimuomba na kama watamuomba ajaba lahum. Hiyo ni ofa ya kwanza, kwamba wakimuomba Mwenyezi Mungu anasema atawaitikia. Hiyo ni ofa moja. Kwa hiyo tunawaambia mahujaji, tunapokwenda kule, jipingeni sana katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala vyovyote unavyotaka, ili muradi si vya haramu. Wewe muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa Kiarabu, kwa Kiswahili, kwa Kihaya, kwa lugha mbalimbali. Hilo ni jambo kubwa ambalo tunapaswa kwenda kulisimamia na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kuombea vile muwaombee wale watu nyumbani ambao wajaenda hija. Mwenyezi Mungu awawezeshe waende hija. Muombe Mwenyezi Mungu atupe vizazi vyema. Tunasahau kuombea vizazi vyetu, na hili Mwenyezi Mungu amelisajili katika Qur'ani, akasema sifa ya waja wa Mwenyezi Mungu wanaomba dua kwa kumwambia kwamba ewe Mwenyezi Mungu, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lilmuttaqina imaman. Hii ni dua kubwa ya kujiombea wewe na kumwambia Mwenyezi Mungu akupe katika wale ndoa, katika kama aliyekwenda ni mke, aliyekwenda ni mume, upate qurrata ayuni, umpate mume au mke ambaye atakutuliza moyo wako, atakufanya moyo wako utulie, atafanya mambo yenu au maisha yenu yatulie, akupe kizazi. Ndugu zangu, watoto hawa ambao mnaona leo watu wanasema kwenye mabasi wapi, wanazungumzia kizazi. Uombe watoto Mwenyezi Mungu awarudishe, watu warudi katika maadili mema. Hali siyo nzuri, hali ni mbaya. Kwa hilo ni tunakuja katika Makka, mmepewa hiyo ofa ya kumwomba Mwenyezi Mungu. Kila utakalomuomba Mwenyezi Mungu atakupa. Iombee nchi yako amani, utulivu. Mnakwenda Makka kwa sababu kuna amani hapa na huko mnapokwenda Makka. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo muhimu sana. Muwaombee viongozi, Mwenyezi Mungu awape afya njema. Muombe, kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapa ofa kwamba mkimwomba atakukubalieni. Lakini ofa ya pili, wa inistaghfaruhu, na kama mtamwomba msamaha Mwenyezi Mungu, ghafara lahum, Mwenyezi Mungu anasema atakusameheni. Hivi ni vitu viwili mnakwenda navyo
muombeni msamaha Mwenyezi Mungu. Makosa mangapi? Mwanadamu hakusalimika na makosa. Tuna makosa mengine ya Rabbil Alamin. Watu unakuja Maka umeshakata nasaba, ndugu zako kuna unaowaaga na ndugu zao huwaagi, jirani yako umwagi, marafiki zako umeshagombana na huyu, umeshaiki na kadha wa kadha, mambo ambayo yako katika istighfar. Msikate tamaa kumwomba Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia na Nabii Ibrahim ambaye tunamuita injinia Nabii Ibrahim na Ismail. Hawa ndio mainjinia wawili waliojenga Kaaba. Walipomaliza kujenga Kaaba, Mwenyezi Mungu anasema maneno yafuatayo. Hiyo Kaaba ni ya kina nani? Mwenyezi Mungu anasema wa'ahidina ila Ibrahima wa Ismail an tahira baitiya liltaifin wal'akifin waruk'i sujud. Nyumba hii mnayoiendea, Mwenyezi Mungu anasema baada ya Ibrahim na Ismail kujenga nyumba ile, anasema wa'ahidina ila Ibrahima wa Ismail, nimewaamrisha Ibrahim na Ismail an tahira baitiya, isafisheni nyumba yangu. Nyumba ya Mwenyezi Mungu inataka kusafishwa, kuwa safi. Mungu katika usafi. Lakini anasema kwa ajili gani? Mwenyezi Mungu ametaja kazi tatu zinazotaka haki au uwe mgeni wa Mwenyezi Mungu azifanya atakapofika katika ile nyumba ya Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza ni at-tawaf. Kufanya tawaf, kuna ibada pale inaitwa at-tawaf, kutufu ile Kaaba. Lakini la pili, wala akifini, na watu ambao watakaa itikafu katika msikiti. Maana msikiti wa Makka ni mmoja katika msikiti ambayo inapaswa kwenda watu kwa kufanya itikafu. Lakini kazi ya pili, waruk'i as-sujud. Kazi ya pili ni hii, ya kazi ya tatu ni hii ambayo Mwenyezi Mungu anasema ili wanaorukuu na kuswali, kwa maana kwa ajili ya wale watakao kuwa pale kuswali. Kwa hiyo watu wanaokwenda Makka waelewe mambo hayo matatu. Mnakwenda kutufu Kaaba, Kaaba ambayo tangu alipojenga Nabii Ibrahim mpaka sasa na mpaka kiyama hakukauki watu wa kutufu katika nyumba hiyo. Hakukauki watu. Na nini mtaona? Ukiamka usiku kadri utakavyoamka, utakuta kuna watu wanatufu Kaaba. Ukisema nende mchana, utakuta watu wanatufu Kaaba. Kwa hiyo mnapokwenda msipange mida ya kwenda kuzunguka, mkatembea jua kali, mnatoka huku mnakwenda huku madukani na nini. Kazi ambayo Mwenyezi Mungu amewapa mfanye katika msikiti ule ni kwenda kutufu Kaaba. Kama umechoka, unakwenda unakaa msikitini, unasoma Qur'ani, unaswali, unafanya dhikri, wanakimu swala zote, uhakikishe kwamba unaziswali jamaa katika huo msikiti. Kuna watu hawaswali jamaa katika huo msikiti. Watu wao mtawaona huko, watu wanashindania nafasi kuswali katika huo msikiti. Ukichoka unaswali sunna pale, unafanya dhikri ya Allah.
mfanye hayo, kwa sababu siku ni chache mtakazokaa pale. Haya ndiyo tunayowaambia watu waende kuyafanya huko katika ibada ya hija, na ndiyo wanatakiwa wayaelewe vizuri. Kila waliokwenda Maka mmeona, mtu anaweza akasema, kwa sababu unaweza ukakuta watu wengine kuja ufika kama kwenye daraja pale, watu wameshakaa kwa ajili ya kuswali, ule msikiti hautoshi. Sasa wewe uzame katika msikiti, uwe aji, uwe ni mwenye kukaa, kwa sababu Mwenyezi Mungu msikiti huo, kama tulivyosoma katika aya ya msingi kule ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka katika sura Al-Hajj aya ya 26, msikiti huu hauna wenyewe, hauna wenyewe. Wenyewe ni hao dhuyufu Rahman, ninyi mnaokwenda Maka ndio wenye msikiti huo, kwa sababu aya hii Mwenyezi Mungu anasema huu msikiti ja'alna, tumeufanya, tuwaja'alnahu, tuliufanya linnasi, kwa ajili ya watu, sawaa, wote ni sawa. Kwa nani? Al-akifu fihi wal-badi, kwa wenyeji na wageni. Kwa hiyo wenyeji na wageni wote mko sawa katika ile nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo msije mkaogopa kukaa msikitini kutenda ibada zenu hizi alizowaambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, maneno haya tunayarudia ili watu wajitambue. Wewe unaweza usijitambue, unakwenda tu kwamba nimepata fedha na kwenda Maka, lakini uelewe wewe umepanda cheo. Kwanza wewe unaitwa hujaji, ukitenda ibada utaitwa haji. Lakini huku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema acha hivyo cheo, wewe ni wafdullah, wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu. Katika hadithi nyingine ambayo dunia Ibani na Ibn Huzaima wamesema kwamba wageni wa Mwenyezi Mungu hapa duniani ni watatu au ni makundi matatu. Hawa ndio dhuyufu Rahman. Kundi la kwanza ni la mahujaji, kundi la pili ni al-mu'tamirun ambao wanakwenda umra. Kuna hija, kuna na umra. Kuna umra ambayo watu wanakwenda katika masiku yasiyokuwa ya hija. Wal-ghazi, na wale wanaopigania dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hawa watatu ndio wanaitwa wageni wa Mwenyezi Mungu. Sasa wewe umepata bahati ya kuwa mgeni wa Mwenyezi Mungu, na amesha kuandalia msikiti, anawaamuru kuanzia kwa Nabii Ibrahimu mpaka kwa hawa watawala waliokuwa wakusabia kwamba antu akira baikia litwahidin wala akidin waluka sujud. Amesha wapa amri wautwahilishe, wautakase, mwende kutenda ibada. Halafu wewe unafika kule, unashinda huko madukani, unashinda barabarani, unashinda kwenye mambo. Unakwenda kufanya nini bwana? Wewe kazi yako, jifunge kwa siku hizi chache utakazokuwa pale kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ya Allah, jifunge na kufanya ibada hizo ambazo Mwenyezi Mungu anataka kufanya. Lakini vile vile mtakwenda kumzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtakwenda Madina. Huko Madina wameshaweka utaratibu wa namna gani mtakwenda kumtolea salamu Mtume Muhammad, namna gani mtakwenda kuswali katika raudha ya Riyadhul Janna. Namna wameweka utaratibu.
Kwa hiyo ndugu zangu, mkienda kule msifanye mambo ya ibada, msishughulike na mambo yasiyokuwa ya ibada. Na mtahadhari ndugu zangu, jambo la mwisho, mtahadhari. Kuna jambo hili linaleta matatizo, lakini sasa hivi hakuna matatizo. Sisi huku nyuma kwenda hija, masirufu yalikuwa yamepangwa na serikali, unapangiwa uwe na dola kiasi fulani, wamekuhesabia. Sasa watu walikuwa wanataka wapate dola nje ya jamii, walipata matatizo makubwa sana. Kupata dola, msinunue, msipewe. Mtu akukupa dola kwamba mimi bwana nakwenda na basi hii sadaka yangu utaniwekea sijui kwa mtume sijui wapi, ipeleke ulipime pale benki. Je, ni sahihi au si sahihi? Hii dola unayonipa niende nayo ni feki au si feki? Ziko dola feki. Mtu asikupe fedha ukaona kwamba nimepata hizi au ndugu yangu apata hivi. Ukipata fedha zipeleke, uzipime. Tulishapata matatizo huko sisi. Watu wamenunua fedha za dola hizi nje ya benki. Mtu anafika Jida pale kwenda kuchange, inaonekana ni feki. Imeleta aibu. Na kule maana ulikitokea, mbali ya kukuchukulia hatua, watakufuatilia mpaka nyumbani unapotoka. Na hawa waliopatikana na hizo dola feki walizifuata, wengine walikuwa katika mkoa huo. Kwa hiyo msijiingize katika mambo haya, ni aibu. Wetu wamefungwa, watu mmewaacha kule, mlikwenda nao, mnarudi hamnao. Nini? Amepatikana na fedha ya feki. Kama amepewa, kama amenunua, kama amefanya nini, lakini Allah chukueni masurufu yenu kutoka katika vyanzo vilivyokuwa sahihi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin wa ruk'a sujud. Barakallahu li wa lakum bil-Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil-ayati wal-dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du, fattaqullaha Waislamu, tunakwenda katika mji wa Makka, mji ambapo alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nateseka sana mpaka hii nidokeze hapa kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakurudisha mji huu kwa vita, alirudisha mji huu kwa hikma kubwa. Mnaosoma vitabu mnajua, aliurudisha kwa sulhu, kwa maridhiano na makafiri wa Makka. Na katika jambo kubwa, na masahaba kama walipata uzito kuliko vita vya Badri
kuliko vita vya Uhud. Mtihani ulikuwa ni kurudisha, kuweka amani, watu waweze kwenda katika huo mji kufanya umra. Yamefika mahala, ndugu zangu Waislamu, Mtume anakwenda kufanya, wamemzuia, bali yeye amekwenda kufanya umra, wakamzuia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakaa na Makuraishi mushrikina, anakubali masharti yao ili Waislamu waweze kupumua, kupata amani na waweze kwenda kufanya ibada zao. Mpaka wakina Umar wakafanya vuguvu na watu wengine. Kwa hiyo mnakwenda mahali pale Makka, si mahala pa mchezo, mahala ambapo wamefanya mkataba. Mtume anafanya mkataba na washirikina miaka 10, wasipigane vita, watu wapumue. Hakuna kitu kigumu wewe na mimi Waislamu kama mambo matatu haya aliyokubali Mtume Muhammad. Wanamwambia kama unakubali mkataba huu, kwanza leo nini mmekuja kufanya hija, hamtaingia, mtakuja mwaka 5. Wanaandika, namwambia Ali, andika wewe Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Kiongozi wa kundi la Makuraishi anamwambia Mtume kwamba sisi huyo Allah unayemsema hatumtambui, isipokuwa tunasema sisi tunayemtambua, uandike biismika Allahumma. Sayyidina Ali, hebu angalia, unamwambia swahaba afute la, aondoe jina la Mwenyezi Mungu, aseme naandika mkataba huu kwa jina la Mungu. Mtume anamwambia futa, atafuta hili ni Muhammad Rasulullah. Anamwambia hapana, sisi hatukubali kwamba wewe ni Rasulullah. Ungekuwa Rasulullah, kwa nini tunakupinga? Uandike jina la baba yako. Anamwambia aliandika ni Muhammad bin Abdullah. Mambo makubwa, mnakuja mahali ambapo yamefanyika mambo makubwa kwa ajili Yesu kuweza kwenda pale, mpaka masahaba wanachanganyikiwa. Mambo mengi yaliyofanyika pale. Mtume, ninachokuambia pale uelewe kwamba unakwenda katika mahala patakatifu ambapo pamewapa matatizo makubwa masahaba pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe kuona Makuraishi mushrikina wale wanamwekea masharti magumu hayo ya kukataa Mwenyezi Mungu mbele yake, kukataa kwamba yeye si mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini Mtume anafuta, anataka wapatikane amani angalau miaka 10 watu wakuzi. Kwa hiyo mkienda kule mweke na nini juhudi za kuona kwamba mko mahala ambapo kwenda kwenu umetokea katika mambo yaliyokuwa mazito. Kwa hiyo mkifika mtakwenda kwa Mtume, sallallahu alaihi wasallam, ala nabiyikum karim, mtakwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtolea salamu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin al-mu'minin radhiyallahu ta'ala ودمر أعداءك أعداء الدين وخذلنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا بقوة آمنة مطمئنة وسائر البلاد الإسلامية والأقطار الإسلامية والدور يا رب. Tuondolee vita, tuondolee ghasia, watu waweze kuwa huru ya Rabbi.
Leo kuna nchi hawatangaza huko kwa sababu hakuna amani. Jalia nchi yetu iwe katika amani ya Rabbil Alamin. Na dunia hasana na akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba